Yesu Kristo yu hai, hajashindwa kamwe, hajalemewa kamwe, mizigo yote inaondoka. Sikiliza nikwambie, Biblia inasema hivi, watu wakawa wameondoka, wakakimbia, wakaenda kuangalia, wakakuta Yesu hayupo. Haleluya. Yesu hayupo. Haleluya. Nasema katika Ufunuo, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kisha nikaona mbingu mpya. Wewe unaona nini? Wewe unaona nini? Pengine unaona kilabu, pengine unaona kuzimu, pengine unaona balaa, pengine unaona mikosi. Sisi tunamwona Yesu. Sisi tunaona mbingu, tunaona uzima katika jina la Yesu aliye hai. Wewe unaona nini? Pengine unaona kuzimu, pengine unaona taabu, pengine unaona balaa, lakini sisi tunamwona Yesu. Yohana akaonyeshwa, naona mbingu mpya na nchi mpya. Wewe unaona nini katika maisha yako? Unaona nini katika maisha yako? Unaona nini katika maisha yako? Mwambie jirani yako, unaona nini? Unaona nini? Sisi tunamwona Yesu. Haleluya. Tunaona mbingu zimefunguka. Haleluya. Haleluya. Akasema mbingu na nchi mpya zimekwisha kuwepo. Pengine kuna mambo yalikuwa yanakutesa. Ona mwanzo mpya. Ona mwanzo mpya. Ona mbingu mpya. Ona matumaini mapya. Ona ndoa mpya. Ona elimu mpya. Pata uchumi mpya katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu libarikiwe. Mungu wetu asifiwe. Mkutano, mnanisikiliza? Mnasikia vizuri? Mnaelewa? Mnajua? Sikiliza. Biblia inasema kwamba akaona ni mtu alikuwa amekaa, alikuwa ametungwa kwenye kisima cha mtawala mmoja aliyekuwa anaitwa Patimo. Patimo lilikuwa jina la mtawala, alikuwa ni mpinzani wa Injili. Patimo akatengeneza kisima chenye urefu patao futi 10 na mapana yake yalikuwa futi 5. Kile kisima kilichimbwa chini ya mwamba kwa ajili ya mateso kwa watu watakaoingizwa mule ndani ya kisima, watakaonekana wamekosea au wameasi, wamebadilisha amri. Patimo akawa ametengeneza, lakini bahati nzuri akaonekana Yohana mwenzangu aliyetangulia. Leo anaendelea kumwakilisha, na Yesu wetu tunamwakilisha. Akaingizwa mule, akakaa mule bila mavazi, hana nguo, hana shuka, baridi kali. Lakini siku moja Biblia inaeleza au wanateresia wanasema ya kwamba siku ya Jumapili kama ya leo akawa anawaza, maana pia alikuwa ni mchungaji wa Efeso kwa miaka 3. Akawa anawaza kanisa lake, nani ataongoza, nani atahubiri, nani atasimamia. Bwana akamtokea. Haleluya. Haleluya. Piga makofi. Piga makofi na Bwana. Haleluya. Wangapi wanampenda Yesu? Wangapi wanampenda Yesu? Wangapi wanampenda Yesu? Funga mkono wako namna hii kama unampenda Yesu. Funga mkono namna hii kama unampenda Yesu. Funga mkono namna hii. Biblia inasema katika Marko Marko 16 mstari wa 3. Wakatazamana wao kwa wao. Wakaulizana wao kwa wao. Ni nani atakayeliviringisha jiwe? Nani atakayeliviringisha jiwe? Nani atakayeliondoa jiwe? Maana nini siku ya leo kwako? Vitu vinakuwa vigumu kwako. Yapo mambo yanakuwa magumu kwako. Mnakaa vikao. Ni nani atapatikana msaada? Ni nani atakayepatikana kwa msaada wako? Vikao vimekaa, pengine ni mgonjwa, pengine ni uchumi, pengine ni kufeli, pengine ni balaa, pengine ni ndoa mbovu. Mnaulizana, ni nani atakayesaidia? Wanawake waliulizana, ni nani?
lakini walipotazama mbele wakakuta jiwe limeondoka. Mwanaume Yesu amekwisha kuondoka, amepaa. Maana Biblia inasema malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akalivingisha jiwe, akalikalia. Kulikalia maana yake nini? Kulikalia maana yake nini? Mapepo leo na majini yatadondoka hapa. Watumishi wa Mungu tutapita juu yao, maana aliye juu yetu ni mkubwa. Malaika yule atakuwa pamoja na sisi. Haleluya, haleluya. Mtaona leo nguvu hizo sana. Nguvu hizo yamkini unawaza ni nani ataliondoa jiwe lako, unawaza nani ataondoa ugonjwa wako, unawaza nani ataondoa msiba wako, unawaza nani ataondoa ujinga uliokamata akili yako. Umelishia mara ngapi? Umelisi mtihani mara ngapi? Ndoa yako imekuliza mara ngapi? Ninaomba usikilize leo. Yesu Kristo anataka nivilingisha jiwe lako, anataka ondoa jiwe lako, anataka ondoa jiwe lako. Haleluya. Hebu sikiliza nikwambie, sikiliza nikwambie. Haleluya. Unajua kama kuna vitu vinaleta furaha, moja wapo ni injili. Injili inaleta furaha. Injili inaleta mambo mazuri. Injili inaleta inapendezesha. Inatupa uchumi mzuri. Inatupa afya nzuri. Inatupa amani. Injili inapendezesha. Injili inanawilisha. Haleluya. Wangapi wanampenda Yesu? Yapo mambo, vipo vitu, ipo misiba imekumba maisha yako. Yapo mambo yamekumba maisha yako. Vipo vitu vimesumbua maisha yako. Mnajiuliza tufanye nini? Leo tumemleta mwanaume wa wanaume. Jina lake anaitwa Emmanuel. Na ni Mungu pamoja na sisi. Haleluya. Haleluya. Ana Mungu pamoja na sisi. Mungu pamoja na wewe. Mungu pamoja na ndugu zako. Haleluya. Anaitwa mshauri wa ajabu. Watu wengi wanaweza kushauriwa. Wapo watu wanaweza kukushauri, lakini yeye ni mshauri wa ajabu. Anakushauri acha pombe, anakushauri tembea vizuri, anakushauri wapende watu. Yeye ni mshauri wa ajabu. Haleluya. 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 Wahubiri wenzangu humu ndani bado leo siwaone. Nataka nihubiri na watu. Haleluya. Nataka nihubiri na watu. Haleluya. Nataka nihubiri na watu. Haleluya. Sikiliza, nataka nianze kuhubiri. Nilikuwa nakusalimilia. Haleluya. Watu wengi wamedanganywa na wakadanganyika. Wako watu wameteswa na dhambi, wanadhani dhambi kwao inaweza ikaleta manufaa, wanadhani dhambi kwao inaweza ikawasaidia. Lakini ninapenda leo hii ni kueleza na uelewe ya kwamba mabinti wazuri wenye kupendeza hawapatikani vilabuni, hawapatikani kwenye gongo, wanapatikana kwa Yesu, wanapatikana. Vijana wazuri watanashati wa kupendeza wanapatikana kwa Bwana yako Yesu. Yes. Haikosi kwa vijana, hata wazee wazuri wanapatikana kwa Yesu. Wazee wenye busara, wasiokotwa ovyo, wasiolewa ovyo, watoto wanaotembea kwa heshima wanapatikana kwa Yesu. Utalikuta lizima lina watoto wake eti linatembea umelewa. Wewe una busara, wazee wa busara wanapatikana kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Unapenda uwe mzuri? Unapenda uwe mzuri? Haleluya. Mama unisikilize, nataka nikueleze watu walivyopumazika. Jana niliongea kidogo tu hapa kwa habari ya zinaa inavyofanywa na watu. Wamedanganywa na kitu kinachoitwa condom. Nikifananisha condom hata na ile lambo nyepesi ya shilingi 50, nakuta
lambo ni nzito kuliko kondomu, alafu mtu amedanganywa, amepotoshwa. Mwingine ananiambia ya kwamba mimi nimeambiwa nitumie kondomu, lakini ninaomba leo nikufungue macho yako uelewe. Fikiria akili yako timamu.